kubadilisha maisha. Na ni hilo ambalo nataka tujikite sasa. Ni vipi ahadi ni deni imeweza kubadilisha, ama elimu imeweza kubadilisha maisha, tukirejelea hadithi hii mwalimu? Naam, ni kweli kabisa. Na ukiangalia si hadithi moja, hadithi zote hizi ambazo zimetajwa, ni kupitia elimu ndipo maisha ya watu yameimarika. Watu, yani maisha ya watu binafsi na maisha ya jamii kwa jumla. Kweli. Na tukiangazia pia hadithi hii imekuzwa katika maudhui ya elimu kiujumla. Kuna maudhui mengine, kwa mfano kuna kifo, babake Fadhumu anaaga dunia. Kweli. Kuna pia maudhui ya kazi, babake Fadhumu anafanya kazi ya udereva, nilivyokuwa nimekwambia awali. Safi. Lakini kikubwa hapa maudhui ya elimu imetokeza waziwazi. Kwa namna au jinsi ambavyo mwandishi hadithi inapoanza, babake Fadhumu anampeleka Fadhumu shule ya upili. Na ni shule ya bweni. Na ikizingatiwa kwamba ni watu ambao walikuwa walitukulia kwenye maisha ya chini. Kwa hiyo mwisho wa siku unapoona vizuri, hawa watu ni watu ambao hawana chochote na wanategemea elimu kama nguzo ya kuja kuwaondoa kwenye umaskini. Kweli. Na babake anapoaga dunia, Fadhumu anamwachia ahadi. Anamwambia kwamba siku moja nitakuja kusoma niwe mtu mkubwa au mzuri ambaye anaweza kuja kusaidia ndugu zake na watu wengine wote. Kwa hiyo elimu inakuwa nguzo ya kusaidia watu. Kwa mfano ukiangalia Fadhumu ana hiari kuacha shule ili kuolewa. Ili aje kuwasaidia wale ndugu zake wengine kuja kusoma kama yeye. Na wanapomaliza shule naye pia anarejea shule. Kwa hiyo kama sio elimu, pengine Fadhumu angepotea. Na ndugu zake wengine pia wale wachanga bado wangepotea. Kwa hiyo kupitia elimu maisha yanabadilika, yanakuwa mazuri. Naam. Kwa hivyo hapa ndoa imetumika kama kitega uchumi. Kwamba apate hela kwenye ndoa alafu arudi alipie karo na asome mambo kama yale. Unaweza ukatetea hoja yako hivyo kwa sababu katika fasihi karatasi ya 3 kila hoja linaweza kuwa sawa kutegemea na jinsi ulivyojadili. Kiukweli kabisa naona kama ndoa imetumika hapa kama kitega uchumi. Kwa sababu kama si ndoa hii ya Adan na Fadhumu, pengine ndugu zake wale hawangesoma. Kweli. Alafu kama si ndoa hii pia, unajua pia Fadhumu Adan amelipia karo sio tu ndugu zake bali pia Fadhumu baadaye anaporejea shule anakuja analipiwa karo kabisa. Mpaka anahitimu, mpaka anakuja anakuja kutimiza ndoto ama ahadi aliyompa babake. Japokuwa ni marehemu sasa hivi, lakini awe marehemu si marehemu, bora ile ahadi ulioitoa uweze kuitimiza. Na mwalimu, sasa mwanafunzi anavyopewa swali kama hili sasa, ahadi ni deni. Sasa sasa amechukua kalamu yake, ana karatasi yake. Kwenye aya ya kwanza ule utangulizi, anaanzaje sasa? Mwanafunzi kwanza kabisa, maswali kama haya huwa ni alama 20. Kwa hiyo mwanafunzi lazima afahamu kwamba katika haya maswali na kuna hadithi 4, lazima agawanye alama 20 kwa hadithi 4. Kwa hiyo ina maana hapo ana kila hadithi ana alama 5. Kwa hivyo idadi ya alama ni sawa na idadi ya hoja. Kama ni alama 5 basi ni hoja 5. Na mwanafunzi kama akiandika hoja 7 kwenye hadithi ya kwanza, akaandika hoja 10 katika hadithi ya pili na hoja pengine 3 za juu katika hadithi ya 3 bila kuangazia hadithi ya 4, kila hadithi ina tafutwa alama 5 tu. Kwa hiyo huwezi pewa alama zaidi kwa kuandika hoja zaidi. Lazima uwe mjanja. Mwisho wa siku katika utangulizi, baraza la mtihani siku hizi kutahini, wasahihishaji siku hizi waangalie sana utangulizi, lakini akiandika sawa, sipoandika sawa, lakini haina alama. Jikite kwenye swali tu moja kwa moja kwenye hoja ambazo zinajibu swali. Na je, anapoandika sasa anaandika kwa kutumia aya ama orodheshe hoja zake, atumie dashi, atumie nambari, anaandika vipi? Mtindo unakuwa kwaje? Kwenye karatasi ya 3 ndugu yangu, kuna aina 2 za maswali. Kuna maswali ya insha na maswali ya dondoo. Haya ni maswali ya insha. Kweli. Anatakiwa kuandika kwa namna ya insha. Kujadili hoja kwa aya. Na kila hoja iwe kwenye aya yake. Kwa hiyo anatakiwa pia kuwa mjanja anapokuwa anaandika aya, atumie aya ambazo kwamba zile wanasema kwa Kiingereza block. Akimaliza aya ya kwanza avuke mstari aandike aya ya pili. Si ya kuacha nafasi fulani. Si ya kuacha nafasi fulani kidogo pembeni, hapana. Hakikisha kwamba kila hoja iwe kwenye aya yake. Naam. Kwa hivyo sijui kama kuna la ziada kuongezea kwenye hadithi ya ahadi ni deni. Naam, hasa kwenye haya maudhui tu ya elimu.
katika maudhui ya elimu sidhani kama kuna mengi ya kuzungumzia. Nimezungumzia Fadhumu kwamba anaweza kuwasomesha ndugu zake. Hiyo pia ni elimu na kuwasaidia ndugu zake ili asiwaache, kwa sababu kama angewaacha pengine wangepotea mitaani. Yeye mwenyewe pia ameweza kutumia elimu kuweza kumshawishi mume wake aweze kumsomesha. Na alipohitimu hakuacha ndoa, akaenda kule Marekani kama fanyavyo mabinti wa siku hizi, alirejea kwenye ndoa na ndoa ikazidi kunawiri. Kweli. Naam, mpenzi mtazamaji wangu, hii ni Elimu Live ya KUTV. Hapa ndipo uondoke uende wapi, manake umefika. Leo unaye mimi mzee mtamu, mzee asiyekwisha utamu, mzee Karima, nikiwa na kaka mstaarabu Uledi Brian, na tunaendelea kudadavua na kuchambua baadhi ya maudhui katika hadithi hii ama diwani hii ya mapambazuko ya macheo, na hadithi nyingine diwani iliyohaririwa na D.W. Lutumia na Fibian Mdhama. Kusema kweli, hii ni hadithi ama hii ni diwani ambayo inazidi kutainiwa katika kiwango cha kitaifa. Wanafunzi wa kidato cha 4 ni baadhi ya maswali wanayoulizwa katika kitengo hiki cha vitabu vya tathmini. Kwa hivyo kwenye nambari 0739110544 kuna mtazamaji anasema, anaitwa Ann Kerubo. Anasema hongera mwalimu Brian Uledi kwa uchambuzi mwafaka. Nashukuru sana manake Bikerubo. Yuko wapi huyo? Anasema yeye ni mwanafunzi wa State House Girls. Vizuri sana. Naomba pia nifuatilie kwenye mitandao yangu ya kijamii. Mitandao ya kijamii, hebu waambie wakufuatilie. Facebook najulikana kama Uledi Brian. Uledi Brian kwenye Facebook. Na nafikiri nipo Facebook tu. Mitandao mingine imenishinda kabisa, lakini TikTok pia nipo. Atrop kwenye TikTok. Kwenye lakini Tira upatikani? Sipatikani kabisa. Yani masala haya linipiga chenga kabisa. Sijui ni kuzungumzia pembeni ili uweze kunipa madini. Tunaweza tukasemezana pembeni kwenye faragha, lakini kupitia Facebook na kupitia Facebook najulikana kama Uledi Brian. Uledi Brian. Na ukiniandikia arafa unijuze kwamba ni mwanafunzi, ungependa nikupe matini, ungependa nikupe uchambuzi wa pembeni na kadhalika, naweza nikakujuza. Pengine kuna kitu ambacho ningependa tu kukutaarifu. Na umesema kwamba diwani hii ya mapambazuko ya macheo inazidi kutainiwa. Ndio inazidi kutainiwa, lakini mpaka sasa hivi ina miaka 2 tangu iingie kwenye utathmini. Na jumla ya hadithi 3 zimeweza kutainiwa mpaka hapo tulipofikia. Mwaka jana hadithi 10 hazijatainiwa. 10 hazijatainiwa. Mwaka jana waliweza kutaini hadithi ya Pupa ambao walirudia tena mwaka huu. Pupa mwaka jana mwaka huu. Hadithi ya Pupa, hadithi ya FM Kagwa. Hadithi ya Hadi Ndeni pia ilitainiwa mwaka jana. Hadithi ya Kila Mchezea Wembe pia ilitainiwa mwaka jana. Pauline Kea Chovi. Mwandishi mkongwe ambaye anafanya vizuri sana kwenye tasnia ya uandishi. Kigogo ilikuwepo, sasa hivi tuna Nipe Nafasi. Nipe Nafasi Kigogo ambayo ilitolewa majuzi, lakini pia kuna Nipe Nafasi, hadithi nzuri sana. Na sio Nipe Nafasi bali Kila Mchezea Wembe. Kila mchezea atanipiga vita sana. Sikia nimeweza kukosea kwenye kutaja hadithi yake. Kwa hivyo jumla hadithi 3 zimetainiwa. Tunasubiria pengine miaka 4 iliyosalia hizo hadithi zingine zote zitaingia kwenye orodha ya hadithi ambazo zimewahi kutainiwa. Basi mwalimu, sasa tupige hatua nyingine sasa. Najua mpenzi mtazamaji wetu sasa